Hatimaye wanaharakati Bob Njagi na Nicholas Oyoo wameachiliwa huru siku 38 baada ya kutekwa nyara nchini Uganda, wakisema walizuiliwa na jeshi la nchi hiyo kwa muda huo wote. Naam, wakizungumza muda mfupi baada ya kuwasili jijini Nairobi, Njagi na Oyoo wanasema kwamba waliteswa mikononi mwa kikosi maalum cha jeshi la Uganda, huku wakiwashukuru wa Kenya kwa juhudi zao za kushinikiza waachiliwe. Na Seth Olale anatufungulia taarifa zetu za Nipashe Weekend. Furaha ya kurejea nyumbani baada ya siku 38. Bob Njagi na Nicholas Oyoo walizidiwa na hisia walipopokelewa na familia, jamaa, marafiki na wanaharakati katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. 38 days of abduction was not easy. We didn't think we were going to come out alive. We are traumatized, but we are happy to be home. I'm happy to be here. There are things I might have taken for granted. Today I may not take them for granted. We were being abducted by the military. We have been kept by the military in Uganda for this, under the Special Forces Command. Hii ni licha ya serikali ya Uganda kukana kwamba wanaharakati hao wanazuiliwa nchini humo. We've not been eating for about 14 days myself. I've been fasting. It's been very difficult. The kind of food we have been given is not really food. We have been dehumanized, if I might say so. Familia za Njagi na Oyoo zikichukua nafasi ya kumshukuru Mola kupitia maombi. We thank you because you watched over them, you protected them, oh Lord. Wanaharakati hao wakitoa shukrani za dhati kwa Wakenya waliopaza sauti zao wakitaka waachiliwe. Mostly we have the media, the Fourth Estate, for putting our story almost on a daily basis. And I believe that this is a moment, and all these moments are taking us forward. It has been a difficult time, but God is in control. Watetezi wa haki za binadamu wakieleza wasiwasi wao kuhusu taswira hii ya ukiukaji wa haki za kimsingi. What happened to Bob and Nick is illegal and unlawful. Therefore, justice has to be sought. And we are afraid that if these trends continue, it may not going to be easy for 2026 in Uganda and 2027 in Kenya. What has happened to Bob Njagi and Nicholas Oyoo could happen to any of us standing here today. And if we remain quiet, if we remain silent, Njagi na Oyoo waliachiliwa huru na kusafirishwa hadi mpaka wa Kenya, eneo la Busia, wakiandamana na balozi wa Kenya nchini Uganda. Familia ya Bob Njagi na ile ya Nicholas Oyoo zimesema kwamba safari ya kutafuta haki imeng'oa nanga rasmi ili kuhakikisha kwamba waliohusika wanachukuliwa hatia. Seth Olale, runinga ya Citizen, katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta, Nairobi.